Kalala shangana na jamana anamshika jamaa ameleta stool, jamaa anamshika anamuingiza chini ya stool, mtu wangu anafunga kichwa chini ya stool, anafunga miguu hivi, alafu nini kinywele inachezea hapa jojo. Kalala shanga hizi ni gani hizi jo wewe? Akajua hapa hivi hakuna venye pull out hakuna ku pull out hapa. Name is DJ Twister 254 ndani ya The Real Story. Hapa ndo unapata story kamili, stories zenye ziko na yani na uzani ziko kabisa top trending kabisa. Na niko na co-host wangu hapa, hebu ajitambulishe alafu tuendelee na story. Mimi ni Mr. Azan Blacks, the blackest man on earth. Kwa nini unajiita black? Mimi ni black bana. Na uko white. Unajua there is a story sijawahi kuambia. Unaona pale nilipokuwa mdogo pale, I was really black. Unaona vile mnasemanga kuna dark people. Nilikuwa dark. Na sasa hii mbona uko light? So chani haambie sasa. It happened, but it's a funny story. Jua pale hivyo mse fulani alikuja nikiwa na miaka 16. Akanionyesha kitu forex. Na kwangu sasa kitu inaleta pesa. Nikasema sawa. Alafu mimi nilikuwa fan wa Michael Jackson. Nilikuwa pia Michael Jackson alifanya yes. Mimi kupata pesa yangu ya kwanza mbio ukajichange kabisa. Sawa tu, kila mtu na preference kama sasa nikijitanguza hivi utaona black. Wapi? Serious? Yes, leo ni tumesema ni kumwangushia story kali. Mjamaa anasema yeye ni black lakini tukiangalia ni light skin. Watu wa black ni kama sisi lakini ameamua tu achukue lakini ni sawa tu. Ameadimaya. Naona kama tuachane na hiyo. Sini yangu ndio najua. Okay, so mimi wewe ndio unajani sawa. Hapo acha niachaje naye. So guys, leo kuna story kali sana imetrend kwa mtandao, inanukia kwa TikTok, kwa YouTube, Facebook, everywhere. Imetrend sana. Watu wanasema King Kalala amepata ball, lakini yeye by the way yeye amejitokeza. Ni story ya King Kalala? Hakuna ball. So kuna msee fulani hapa anajiita Malcolm. The big man himself. By the big ups man. The top story. Kabisa. Jamaa akakuja na story zake jana. Nkaa aliona jana akasema leo lazima achunguze. Lazima deliver. So hiyo story nitakuwekea hapo ya Malcolm. Usikize venye huyu jamaa anaboroja. Anasema hiyo story yani ukisikiza najua tu utaisha kabisa. So machaji na manyonyo hizi. Jana nimecheki mmeshangaa Kalala amepata ball. Nikasema ndio tulieni tu leo na kuja na ripoti venye alipata hiyo tufu mtu wangu. Unajua hakuna kula mwenye alikuwa anajua pull out game kama Kalala jo. Kalala alikuwa amelewa ku pull out. Wewe unasema nini wewe? Ulikuwa unapata jamaa amempin kwa ukuta manze, alafu Kalala anasikizia njoti ikitoka kwa roho yao jamaa ikiteremka chini. Anasikizia tu. Anaona njoo imekam na sasa hizo jamaa ameigonga, unasikia Kalala ametoka jo. Jamani aje anachilia uzito nje mtu wangu. Hata mamoro kwa anashanga, ai kwani ukuela ni mungori aje jo. Unaona? Ndio maana Kalala nakwambia alikuwa haja wai manzeni ni pipigwa ball. Pull out game yake ilikuwa ni top. Sasa raundi mtu wangu akapata na bazu fulani, bazu akamuuliza ni aje Kalala unajua kitu inaitwa BDSM? Kalala anamwambia what is that? Jamaa akamwambia hii ni sting nyingine kinki manzia yani ni ya mdombodo. Kalala akasema acha jaribu jo. Unajua Kalala amezoea zile za kuja iseti ipige kama nimezidi kuja iseti. Hata kuna matimes zenye ilikuwa hakuna kudarana. Kalala anaambia Mori wewe kuja kama umenyonje, mimi nakuja kama niko weti jo. Raundi hapa pata Mori anamwambia stories za BDSM mtu wangu. Kalala hizo ni gani jo? Unaona? Kalala shangana na jamaa anamshika, jamaa ameleta stool, jamaa anamshika na muingiza chini ya stool mtu wangu, anafunga kichwa chini ya stool, anafunga miguu hivi, alafu nini kinywele inachezea hapa jojo. Kalala shanga hizi ni gani hizi jo wewe? Akajua hapa hivi hakuna venye pull out hakuna ku pull out hapa. Jamaa amegongea hapo juu, Kalala akasikizia njoo tena kuja. Unasikia matingika kwa hiyo stool wapi? Amejaribu wapi? Jamaa kanjoti ndani ya mtu wangu jo. Leo ndio Kalala hapa alipata ball. Unaona? Jo ilikuwa ni BDSM.
So kama wewe kweli hujajaribu mastingo zingine hapo hivi nje, usiwahi jaribu. Usitake jua. Kitu yenye iko Wakenya kama wako yani wanatarajia huyu demu atakuwa na bo. Yes. We don't know, tunaongelea King Kalala. Sijui kama get King Kalala. The man. So the man himself. King Kalala tutamuita the man. The man himself. Yeah. So hawakuwa wametarajia. Boom, ndio huyo amekuja na story yake. Mimi mmeniona nimeona. Twist. Kwanza alijitokeza akasema aje ati mimi nimepotea 2 months za mwezi nitafuta na mwezi jua kama niko na ball. So kama Wakenya walibeba tu huyu ni story zake venye na kuwa na mambo zake tu. So leo ni jana akajitokeza sasa akasema mmeona venye poa yangu imenona, wase wanasema poa yangu imenona sana. So ako ile sasa mimi kwanza hata hiyo video nimeiona by the way. Nikicheki akisema poa yake imenona, wase wanasema imenona, nikacheki tu sasa mimi sikwa boom kidogo nikaona ameanza kushika ameshika tumbo naye iko mbele kweli. Tukashindwa hizi ni gani? Unacheki. So mimi nikashindwa hizi ni gani. So kenye ilinifanya nikaenda kuangalia hizo video zake ni huyu mjamaa Malcolm. Mr. Malcolm. Ndo nilikuta hapo ndo nilipata hiyo story. Hapo ndo nilikuwa nimeingia juu nikakuta ameandika hapo juu, so mimi nikabofia. So nikasikia hiyo story. So nikasema huyu mjamaa na yeye anapenda story zake hiyo behind. So nikashuka TikTok. Basi nikakutana naye. Huyu demu akisema ati akona poa nono. Kidogo mimba bwana ndio. Sasa mimi unaona vile nimecheki hiyo video. Mimi nimeenda yani nimeangalia venye ameongea, so ile kuisha hivi nikasema acha nibofie hapa nimwambie congratulations. Check. Kwenda hapo hata comment section. Hata hiyo nimesahau comment section. Kitu ya kwanza boom nimesikia kumbe mkate ati Simba yofanya nini? Ati kumbe Simba pia naweza kuliwa. Yaani itakwambia wazee roast Wakenya ni noma. Wakenya ni wanoma sana. Nimekumbusha ile story ile that black American guy. Kwanza Pedro huyo ndo alipashwa vibaya huyo. Naye unajua naye hawa mablack wa American wanakuwa na ufahamu mingi sana by the way. Wanajiona sijui aje wallahi. Wanaona jua kwa Amerika wakikuja Kenya tuko poa. By the na si kote. Unajua hata nini huko Amerika pia kuna wase wako poa. Kuna wase wako homeless. Over the top. Unacheki. So alikuja hapa akapiga picha na wase wa Turkana huko na ni wale wase wana wazazi. So akabeba huko akaenda kuojiwa, akaanza kuambia Kenya ati hatujai kuwa na mirrors, yani hatuna vio. Hatujai jiangalia. No. So the first time walifika hapo wase walijiona kwa simu yake. Walikuwa excited sana. Na check. So Wakenya wakasema okay, si walipata hiyo mpasho hapo. Wakasema okay, hapa tutacomment kitu hapa. Hapa tunaiacha page iko. Tunaenda kwa ile page yake Instagram. Wacha twende tumpashe. Kenyans. Alipashwa. Aliekelewa kuekelewa. You know Kenyans wanafanya hadi kufa mapema. Wewe. Just the comment section peke yake. Alibidi akuje apologize. Juu ile mpasho alipigwa. Ni mbaya manzi. Very bad manzi. Aliekelewa kuekelewa. Paka mabloga wakubwa waliingia hapo akamwekelea tu. Paka akaona hapana. Hapa wacha tu niende. Mimi sikuwa na maanisha eti kwa ubaya juu nini, juu niliambiwa but unajua ile mfaa but sasa Kinkalala. Sasa hii Kinkalala nayo. Na hapa Kenyans bana we are going.
Sasa hii nayo ndio imenikuta off guard. Hii hata si. The way Malcolm anaiplace. The way this girl. Tumesema acha tumwite man. Alikuwa amezoea kupull out. Very strong. Ati alikuwa na pull out. Lakini akaletwa stingo. Malcolm. Kaletwa stingo ikide moto. Vile I describe. That has tool bad. Umeko pale ajaribu kufanya sijui. Inakataa pull out. Malcolm vile anaongea. Ati na hivyo ndo alijikuta kila ball. So guys, kumbuka ukifika hapo kwa The Real Story, subscribe, share, like, alafu pia niko na msee wangu hapa. Yeah, Azan Blex pale hivyo, Azan Blex TV, AZANBLEX TV pale. Subscribe alafu mambo inakuwa safi kabisa.